Watu wa Segerea mpo, watu wa Segerea mpo. Hiyo ni habari ya mjini. Haleluya. Naomba fundi mitambo niwekee vizuri maiki. Watu wa Segerea ni watu wazuri sana. Watu wa Segerea ni watu wazuri sana. Maduka yote haya, hawa watu ni wazuri sana. Kama hujaona wivu sema amina. Hii stendi ni nzuri sana. Sema amina. Wao wameacha ratiba zao, wanakuja kutusikiliza sisi, na sisi tumewapenda kuwakumbusha mambo kadhaa. Tumewaletea nyimbo nzuri. Tunawapenda sana watu wa Segerea. Watu wa stendi mmekaa vizuri. Serikali yetu tunaitambua, imetupa nafasi hii kuwa mahali hapa. Kwa hiyo tumesimama hapa kwa ujasiri. Tunamshukuru Mungu ajili ya serikali yetu ya Tanzania. Inatambua tuko mahali hapa. Ofisi zetu nzuri za kata na mtaa, tunawashukuru sana. Nyie ni watu wa maana. Nyie ni watu wa maana sana. Na madereva wote wa stendi hii, nyie ni watu wa maana sana. Mungu awabariki sana. Mungu awafungulie milango ya biashara. Nyie ni watu wazuri sana. Tumewaletea nyimbo kuwakumbusha mambo kadhaa hapa. Hizi ni salamu nzuri ambazo mwenzangu ameshasema. Sisi ni kanisa la DCRC, tunatoka pale Tabata shule. Kanisa liko barabarani kabisa, pembeni ya kituo cha polisi cha Tabata. Wewe ni mtu mzuri, tumekuja huku kukusalimia, lakini pia kukumbusha mambo kadhaa ya msingi ambayo yamkini umekwisha yasikia, ila tunakukumbusha tu kwa sababu wewe ni mtu wa maana. Haleluya. Maduka yote watu wa upande huu, hilo duka lenye yale mabegi, nyie ni watu wa maana sana. Na wengine ninawaona mko kwenye baa fulani, nyie ni watu wa maana sana. Baa zote mahali hapa, nyie ni watu wa maana sana. Msisikilize injili zingine kwamba sio wa maana. Baa zote za mahali hapa, waliopo ndani ni watu wa maana sana. Ndio maana bado unaishi. Ndio maana bado unaishi. Wewe ni mtu wa maana. Kama unakunywa bia pale, hebu jiambie wewe ni mtu wa maana. Ndio maana Mungu amekupa nafasi, bado upo. Leo tumekuja kukumbusha tu habari njema. Bado ni wa maana, ndio maana unaishi. Kama usingekuwa wa maana, leo ungekuwa kwenye udongo. Haleluya. Yesu bado anakupenda. Yesu bado anakupenda. Wewe ni mtu wa maana. Yeyote akikwambia wewe sio wa maana, Yesu anasema wewe ni wa maana. Wewe ni wa maana. Nimekuja kukuletea tu habari na salamu hizi mzipokee. Maeneo yote mnaonisikia, kama mlikuwa mnafanya shughuli zenu, ninaomba sikio lako liweke hapa ili tuwaletee salamu. Wewe ni mtu wa maana. Naomba ufungue katika Biblia, katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 6 mpaka ule wa 10. Fungua Biblia yako. Ninajua uko kwenye duka unanisikia. Ninajua wewe ulio sokoni Segerea unanisikia. Ninajua uliokaa kwenye gorofa pale unanisikia kwenye kiti chako. Wewe uliokaa kwenye baa hiyo unakunywa unanisikia, na sasa hii inaisikia. Ninakuomba kabisa wekeza sikio lako mahali hapa. Dereva wangu mzuri uliopita hapa unanisikia, na madereva wote wa Segerea mnanisikia. Haleluya. Fungua katika kitabu kile cha Mwanzo, ile sura ya 3 ule mstari wa 6 mpaka wa 10. Haleluya. Hizi ni salamu tumekuletea leo. Ninaomba uelekeze sikio lako mahali hapa. Biblia yangu inasema hizi salamu katika kitabu cha Mwanzo ile sura ya 3. Biblia inasema kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari ule wa 6. Biblia inasema mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza kwa macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake akala, akampa na mumewe, naye akala. 7 wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wauchi, wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu ikitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone.
9 inasema Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia uko wapi? 10 inasema akasema nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Akasema ni nani aliyekuambia kuwa wewe uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usiale? Haleluya. Baba, yabariki maneno haya ambayo ni salamu ya watu wa Segerea, watu wa maana hawa Bwana uliowapenda. Tuwape salamu leo jioni ya leo, Jumapili hii, kwa sababu ya thamani zao Baba. Tumewaletea salamu hizi Baba, na kusihi masikio yao yafungue. Yoyote aliyoko dukani, yoyote aliyepo sokoni, yoyote aliye katika stendi hizi za maana, anaposikia sauti hii Bwana, neno lako na salamu hizi zimfikie katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Anga la mahali hapa tunaliteka kwa jina la Yesu. Uweza wa kifalme uko mahali hapa na nguvu za uweza ziko mahali hapa. Tunatawala katika jina la Yesu. Katika ulimwengu wa roho tunashikilia kila kitu Baba, uketie mahali palipoinuka. Tunakualika stendi hizi na anga la mahali hapa ukatawale mwenyewe mazima mazima katika jina la Yesu. Tunashikilia chochote ambacho kiko kinyume na kusudi lako, mahali popote kwenye vyombo vya muziki, mahali popote kwa waliofika hapa, mahali popote pa juu na pa chini, tunateka kwa jina la Yesu Kristo, kwa heshima na mamlaka katika jina la Yesu. Watu wa Segerea wazuri waseme amen. Haleluya. Leo nimekuja kukupa salamu ambayo imekaa kwa namna ya kukuuliza. Ninasema Adamu uko wapi? Haleluya. Adamu uko wapi? Hizi ni salamu nzuri ambazo alikuja kumpa mtu mmoja anaitwa Adamu. Huyu Mungu wetu anatupenda sana. Pale anapokuachia unaishi, manake bado anakupenda. Ile tu kabla ukiwa mahali hapa unazo nguvu tu, bado unapumua, Yesu anakupenda, Mungu anakupenda. Haleluya. Watu wa Segerea Mungu anawapenda. Ile kukufanya tu unaishi tu, ukiamka asubuhi ulikuwa ujui utamkaje, anakupenda. Kufika jioni ya leo bado upo, haujaangamizwa, anakupenda, amekuthamanisha sana. Na siku zote Mungu huyu hakikupa muda wa kuishi, maana yake anatarajia kuona kuna mabadiliko fulani ya kumrudia yeye. Jamani, amina. Hizi ni salamu za upendo kama ambavyo waimbaji wameimba, ni kelele za ushindi. Yeriko sikia, Segerea sikia ya kwamba tumewaletea habari njema na kuwakumbusha mambo kadhaa. Mungu wetu amekuja kuwauliza kwamba uko wapi? Haleluya, haleluya. Salamu niliyowapa hiyo inayosema katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya 3 na ule mstari wa 9, Biblia inasema baada ya Adamu na Eva kula tunda wakakosea, wakajificha, maana walijiona wako uchi. Unajua dhambi ni mbaya, dhambi ni uasi, dhambi ni kutotii Mungu anavyotaka ukiwa duniani. Ile kukuzaa na ukazaliwa na mama, Mungu ameruhusu uje kwa mapenzi yake. Mungu ameruhusu hata kama uko dukani, hata kama unaendesha gari namna hii, kama popote upo, Mungu amekuruhusu kuja duniani kwa mapenzi yake. Anakupa uendelee, angalau utarudi tu. Jamani, amina. Watu wa Segerea Mungu awabariki sana. Anazileta hizi habari tena kukukumbusha wewe ambaye unasikia, kama uko dukani, popote ulipo unazisikia hizi habari. Mungu anauliza uko wapi? Maana yake nini? Anatamani akurudishe kwenye nafasi yako uliyokuwa nayo, ambayo Mungu alikuruhusu uje duniani kwa makusudi. Jamani, amina. Japokuwa Adamu alikuwa amefanya dhambi, japokuwa Eva alikuwa amefanya dhambi, Mungu hakumwacha. Ndio maana nilipoanza nikakwambia mtu ulioko kwenye baa unalewa, unakunywa, yamkini unakunywa upendi. Ukiuliza watu wanaolewa wanakunywa, nasema angalau niburudishe akili kwa sababu niko hapa, lakini sipendi. Unajua dhambi yoyote mtu anafanya anajisikia kutoka hawezi. Ndio nataka nikwambie, ninakuletea salamu. Yesu anakupenda, amekuja kukuuliza tu uko wapi? Uko wapi rafiki yangu ulioko dukani? Uko wapi rafiki yangu ulio sokoni? Uko wapi rafiki yangu ulio kwenye gari unasikia sauti hii? Mungu anaongea na wewe. Uko wapi? Unajua Adamu alipofanya makosa na Eva walipofanya makosa, tulitarajia Mungu awatupe, hawapige kwa moto, lakini Mungu akaja kuwauliza tena, uko wapi rafiki yangu? Uko wapi rafiki yangu? Adamu na Eva walichofanya, wakajificha. Walipojificha wakamwambia Mungu, tuliona tuko uchi. Unajua dhambi inafanya wewe ujifiche. Dhambi inafanya ujifiche, ufiche matendo yako. Unaweza ukapiga suti namna hii, lakini ndani umeoza. Dhambi inaharibu ufahamu, inakuficha. Unaiona kama unajificha, kumbe Mungu anaona. Biblia inasema Mungu anatazama mioyo
yao, anachungulia mioyo ya watu wote, anaichunguza. Mungu anaona ulipokuwa unafanya dhambi usiku, ulipokuwa unafanya dhambi mchana. Mungu alikuona, aliwaona kinadamu wanafanya dhambi, akarudi, angewapiga akawauliza mko wapi? Mwingine leo unatamani kwenda kwenye hoteli fulani, kwenda kwenye gesti fulani kwa ajili ya kufanya dhambi. Nimekuja kukuambia sasa hivi ule mpango wako Mungu anakuuliza uko wapi? Uko wapi rafiki yangu wa Segerea? Uko wapi mtu wa Rugomora? Uko wapi mtu wa Segerea? Dereva mzuri ambaye unajua kuendesha gari vizuri, na mwingine una duka kubwa zuri, pamoja na kufanya kazi vizuri, lakini pamoja na yote hiyo pesa inaishia kwa kimada. Hiyo pesa inaishia kwa kimada. Anakusaurisha, shetani anakusaurisha mpaka familia yako. Nimekuja kukwambia wewe uko wapi? Mungu anamuuliza Adamu, uko wapi? Angalau ugeuke. Mungu amejua wewe unafanya dhambi, watu wamesha kuchoka mtaani, unatamani kuhama. Mwingine unatamani kuhama nyumba uliopanga kwa sababu ya dhambi uliofanya, kwa sababu unajulikana. Lakini Mungu wa maana huyu anakupenda sana, amekuja kukupa habari hii na kwamba uko wapi rafiki yangu, uko wapi ndugu yangu? Hata sasa nimekuruhusu uishi ili tu angalau nione utabadilika. Ulioko kwenye baa unanisikiliza, anakuona unapokunywa zaidi, unapokunywa anakuona wewe. Ulioko gesi sasa hivi anakuona, ulioko kwenye hoteli mbalimbali huko unafanya dhambi, anakuona, anatazama. Biblia inasema Mungu anaona mahali popote, hata kwenye giza macho ya nyama hayaoni. Mungu anaona popote. Amekuja kukupa habari, hajaja kuambia umefanya dhambi, ila amekuja kukuambia uko wapi? Mbona uko siko? Mwambie rafiki yako ukiwa kwenye duka, mwambie uko wapi? Unapotamania kwenda siko. Segelea na mtu wa stendi, uko wapi? Unasikia sauti hii, uko wapi? Unapotaka kwenda siko. Adamu akaasi na Eva akaasi. Hakujua Mungu anaona, hakujua Mungu anarekodi. Wewe unarekodiwa bila kujua. Mungu anakutazama kila mahali, anasema anamwachilia malaika zake kwa ajili ya wewe, watembee na wewe. Kitabu cha Ufunuo ile sura ya 14 mstari wa 13, Biblia inasema ya kwamba Yohana akaambiwa ile siku ya mwisho, akasikia Mungu akisema, bora wale wafu ambao wanakufa katika Bwana, maana wakifa huwa wanalala na matendo yao yanawafuata. Ninataka nikwambie Segerea, wewe unarekodiwa mahali popote ulipo, unarekodiwa rafiki yangu. Ukiwa kwenye gesti unarekodiwa, matendo yako yanakufuata. Maana yake siku ya mwisho matendo yote yatakuwa wazi, maana yake yalikuwa yakirekodiwa. Segerea ulio kwenye duka, nimekuletea habari ya salamu hii. Mungu anakurekodi, anarekodi. Haijalishi mke wako haoni, haijalishi mume wako haoni, yeye anakurekodi. Wewe unarekodiwa matendo yako. Leo umekusudia usiku wa leo utembee na kimada fulani, uende na mtu fulani mahali pachafu. Anakukumbusha uko wapi rafiki, unaenda wapi huko unakoelekea siko. Mungu akamuuliza Adamu, wewe uko wapi? Adamu amejificha. Dhambi inafanya mtu ajifiche. Ninakumbuka stori moja ya kwamba katika nchi fulani, sitamani nimtaje kiongozi wa nchi hiyo, alikuwa ni kiongozi mkubwa, ni mfalme mkubwa katika nchi. Akatoa sheria, akasema kuna ugonjwa umetokea. Huu ugonjwa ni ugonjwa wa ukoma. Yeyote ambaye ataonekana na ukoma hatatengwa, kama ambavyo dhambi inakutenga wewe na Mungu. Ilimtenga Adamu na Eva, ikamweka mbali. Mungu anarudia, anasema uko wapi? Ilimtenga huyu mtu, akasema watengwe wote ili wasiambukize wengine. Na ikionekana kiongozi yoyote wa nchi, hii ni story kabisa ambayo ni ya kweli, ikionekana kiongozi yoyote wa nchi ana ugonjwa, lazima atengwe. Sikiliza nikwambie, ugonjwa ule ni mbaya sana. Ni ugonjwa ambao ulikuwa unakula nyama, unaondoa nyama, inaondoka. Asiyejua ugonjwa wa ukoma ni ugonjwa mbaya ambao unakula nyama zinaondoka, unaweza ukala vidole vyote vikaisha. Sikiliza, huyu mfalme siku moja kumbe na yake akamatika, alipata ugonjwa wa ukoma huo aliyeusemea, akasema itakuwaje? Nataka nikwambie hichi kitu, sijui unataka kusikia kwamba ulimpata wapi. Kama ulitaka kusikia useme amina kubwa, haleluya. Nisikilize nikwambie, huyu mfalme akapata ugonjwa wa ukoma.
akasema kwenye hii paji la uso hapa ambapo panaonekana wadada wanaojipamba, wanasema uso ni reception, hili ambayo ikiharibika hakuna mtu ambaye atakupenda. Nimekuletea habari, Yesu anakupenda jinsi ulivyo. Ulionao ni udongo tu. Sikiliza, huyu mfalme ugonjwa ukampiga, ngozi yake ikaanza kuharibika, akaenda kwa viongozi akasema, nilichokisema watengwe, imekuja zamu yangu mimi kutengwa, imekuja zamu yangu mimi kutengwa. Sikiliza, dhambi inaharibu, dhambi inakutenga na familia, inakutenga. Ukiangalia vizuri familia zilizotengana matokeo yake ni dhambi. Angalia vizuri watu ambao wameachana kwenye ndoa matokeo yake ni dhambi. Angalia vizuri biashara zilizopigwa, mengine ni matokeo ya dhambi. Mahali kwingine unachukua hasira, unasema bora tukose wote, unaamua kufanya yasiyofaa, matokeo yake ni dhambi. Huyu mfalme akasema, ili wananchi wasinijue nitapata makeup nzuri, ili wasijue kwamba nimepata ukoma. Akaendelea. Ugonjwa wa ukoma haujifichi bana. Mahali fulani utakuwa katikati ya watu, kidole hicho kinadondoka. Ukoma ni mbaya sana, ndio dhambi inavyofanya, inacheza kama ukoma. Ukoma ukikushika, kama una ndugu yako unaweza kuelewa. Ugonjwa wa ukoma ukikushika wewe, hauwezi kukaa na watoto wako kwa sababu utawaambukiza. Unakula vidole, unakula kucha, unakula maeneo yote ambayo ni ya muhimu. Mengine siwezi kusema, lakini nataka nikwambie, ukaanza kumla huyu mfalme, akaliwa kwenye shavu lake la mahana. Mfalme akaanza kupaka makeup, akawatafuta watu wa saruni mazuri kama walipo Segerea. Sijui hapa kuna saruni nzuri, kuna saruni nzuri za Segerea, mnajua kupaka makeup. Mungu awabariki, nyinyi watu wa maana sana, nyinyi watu wa maana sana, mnajua kutengeneza makeup. Na huyu mfalme akatafuta watu wanaojua kutengeneza makeup, wakaanza kumtengeneza usoni ili angalau asijulikane kama hana ule ukoma. Sasa nataka nikwambie, ukoma ukaendelea kumla. Usiku anatoa, anateseka, akijiangalia kwenye kioo, shavu lote linatoka, yamebaki meno. Anarudi anasema, niwekee. Kwa sasa hivi ningesema gypsum, au ningeutafutia ule unga wa gypsum. Anapaka ili wasijue kwamba ana ukoma. Kumbuka ameshasema ya kwamba yoyote atayepata ukoma kwenye nchi hatengwe. Sasa umemshika yeye, ameficha. Ukoma ukaendelea kumla, ukafika sehemu ya chini hapa, unaendelea kumla. Daktari wake akamwambia, ni bora ukatengwe ili angalau ukasaidiwe kuliko kufanya hivyo. Huyu mfalme akasema, nikisema nitapata adhabu kubwa, kwa sababu niliandika mwenyewe ya kwamba mwenye ukoma atengwe. Sasa umenipata mimi, hata ili shavu langu linaondoka. Sasa nisikilize nikwambie, huyu mtu akaendelea kuficha, inaendelea kula ile ngozi. Dhambi inafanya hivi, unaendelea kuficha, unavaa suti nzuri, unaendelea kuficha, unavaa raba nzuri, unaendelea kuficha, unavaa t-shirt nzuri kama ya kwangu, unaendelea kuficha, unavaa suruali nzuri kama ya kwangu, unaendelea kuficha, unatembea vizuri. Watu wanasema huyu mtu wa maana. Kama ni mwanaume brazameni kama mimi, wanasema huyu ni HB mzuri, lakini ameficha dhambi. Dhambi inamla ndani, hataki watu wajue, hataki mchungaji ajue, hataki mtaa ujue, hataki Segerea ijue, hataki hata kwenye duka fulani wajue, lakini dhambi inamla, ameficha. Huyo mfalme akaendelea kuficha, akaendelea kuficha dhambi, akaendelea kuficha ule ukoma, unaendelea kumla. Nilikuwa namhurumia sana wakati nasikia historia hii. Huyu mfalme ameficha kwa muda mrefu ile dhambi. Nataka nikwambie, ilikuwa inamla, inamtafuna. Kuna mtu mmoja Mungu anasema naye kwenye duka lolote hapa, kwenye duka lolote hapa, kuna mtu anasema naye kwenye gari lake. Umemficha mke wako, umemficha mme wako, umeficha wenzako wa kanisani. Ni kweli unaenda Jumapili kanisani, umeficha dhambi, umeficha kiongozi wa kwaya, umemficha kiongozi wa kundi lolote, umemficha hata shehe wako dhambi, lakini dhambi inakutafuna, dhambi inakula. Unaendelea kuficha wasijue. Watu wangejua wangeweza kukusaidia. Na sisi tumekuletea salamu nzuri ya kwamba uko wapi, uko unakoelekea siko Shere Masaya. Nataka nikwambie Segerea, huyu mfalme akaficha. Unaanza kula, ikafika hatua madaktari wakamwambia, uso wako umeshaathirika, umeliwa ngozi yote, ukoma umekupiga uso mzima. Akasema ikiwezekana niwekee maxi ile fulani, tengeneza sura fulani itafanana kama mimi, niwekee. Mimi sitaki kusema. Akaendelea kuficha, akasema ninawaamuru niwekee. Viongozi wakaambiwa, viongozi wakamtengenezea sura kama ya kwake.
akajiwekea, lakini alikuwa analia kwa sababu kila anapoenda anaumia. Anaenda anakutana na wenye ukoma, anawaambia nyewe wenye ukoma, ondoka kwenye nchi yangu, lakini yeye ana ukoma, anaendelea kuficha, kama unavyoficha dhambi. Mwingine amemficha mume wake, mwingine amemficha baba yake. Ramasata, wewe unajua umezaa nje na unasema huyo mtoto wa mume wako, lakini umezaa nje, eti unaendelea kuficha dhambi. Hiyo dhambi inakula wewe, inakutafuna wewe. Nataka nikwambie, unaendelea kulewa, unaendelea kula raha, lakini nimekuletea habari ni njema. Yesu anakupenda, anakuuliza uko wapi rafiki yangu? Mtu wa Segerea, uko wapi? Nataka nikwambie, Yesu anakupenda. Huyu mfalme ukoma umemla uso, ameshawaambia watu msiseme, maana mimi nilisema atakayeliwa na huu ukoma nitamfukuza. Sasa ni zamu yake. Umempiga sana, anaficha kama unavyoficha dhambi. Nimekuletea habari njema. Umeficha kwa muda mrefu, hujamwambia dada yako, hujamwambia kaka yako, hujamwambia mtumishi yoyote, hujamwambia yoyote. Nimekuletea habari. Dhambi haifichwi, dhambi haifichwi. Bora urudi hapa, usogee hapa ili tuombe na wewe. Nimekuletea habari hizi ya kwamba umeficha mpaka lini? Utaficha mpaka lini? Eti unaenda kanisani lakini unajijua umeificha dhambi. Umetembea katika nasa, umeificha dhambi. Dhambi inachofanya inamfanya mtu awe kipofu. Mungu akamuuliza Adamu, kwani nani alikwambia wewe uko uchi? Akasema nilijiona niko uchi nikajificha. Dhambi inasababisha mtu ajifiche kama yule mfalme, lakini pia dhambi inaharibu akili. Utamkuta profesa mzuri, utakuta associate professor, utamkuta mtu mwenye certificate, utamkuta mtu mwenye diploma, utamkuta mtu mwenye degree na elimu yake amesoma chuo kikuu, utamkuta mtu ambaye ni doctor, utamkuta ambaye ni associate doctor, utamkuta professor na associate professor wanaosoma. Mnajua kuna viwango vya elimu vipo, lakini analewa, anasahau njia yake, anaenda kwa mtu yoyote, anaanza kubisha hata kwenye mti. Jamani, nifungulie. Dhambi inaharibu akili, haiangalii una uprofesa. Popote unaponisikia, unaopita na gari, hizo ni salamu. Tuko Tabata DCRC, karibu na kituo cha polisi. Bora ungekuja mapema, tunapatikana kila siku. Njoo pale tukusaidie. Mungu anataka ugeuke. Huko ndani unalewa, huko ndani unakula anasa, huko ndani umesahau watoto. Ukirudi nyumbani unakuwa mkali, lakini unajijua unaificha dhambi. Unawaambia marafiki zangu, washikaji, mrudie Mungu, lakini wewe hujarudi, unaificha dhambi. Nataka nikwambie, Segerea, utaficha mpaka lini? Hebu rejea tena huko uliko siko. Mungu anauliza, wewe uko wapi? Basaya, haleluya. Mungu anauliza, uliye kwenye bodaboda, wewe uko wapi? Hivi anataka uishi hivi? Utaendelea kunywa mpaka lini? Utaendelea kutembea na watoto wa kike mpaka lini? Umeharibu watoto wa watu, ukijua siku moja haitakurudia. Biblia inasema katika kitabu cha Waebrania, baada ya kufa ni hukumu, baada ya kufa ni hukumu. Hakuna maelezo. Haijalishi una hela, haijalishi una elimu, haijalishi wanakusalia, haijalishi wanakuombea. Ukisha kufa, Biblia inasema baada ya kifo ni hukumu. Bora ungemrudia Mungu. Amekupenda, ndio maana umesikia sauti hii. Amekupenda wewe, unatamani kutoka kwenye uchafu doa, lakini haujaweza. Nimekuletea habari. Mungu anauliza, uko wapi rafiki yangu? Uko wapi rafiki yangu? Uko wapi rafiki yangu? Wewe kijana kama mimi, uko wapi rafiki yangu? Unatumia madawa ya kulevya, unapiga bangi nyingi, ulionekana uko vizuri. Utaficha dhambi mpaka lini? Yesu anauliza, uko wapi rafiki yangu? Wewe ulioko dukani, unaroga maduka mengine, uko wapi rafiki yangu? Yesu anauliza. Ni sauti ambayo Mungu anakupa kwa upendo. Anauliza, rafiki yangu uko wapi? Haijalishi umefanya dhambi, haijalishi umeficha sana, leo ni zamu yako. Nimekuletea habari hizi ya kwamba anakuita, uko wapi rafiki yangu? Sikia sauti hii kwa jina la Yesu wa Nazareti. Shabaradaba, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Sheberebasa, nataka nikwambie, ninauliza namna hii, uko wapi rafiki yangu? Mungu anamuuliza Adamu, uko wapi Segerea? Uko wapi Segerea? Mbona anasa zimekuwa nyingi? Uko wapi Segerea? Mbona watoto yatima wameongezeka? Uko wapi Segerea? Mbona nyumba ndogo zimeongezeka? Uko wapi Segerea? Mbona unaendelea kufanya dhambi? Umewaficha wengi. Uko wapi Segerea? Anauliza namna hii. Na kuletea habari hizi ni za upendo.
haijalishi umefanya dhambi. Biblia inasema ya kwamba katika kitabu cha Isaya, haijalishi dhambi imekuwa nyingi, imefanana kama bendera, haijalishi imekuwa nyingi, umeficha sana, yeye ni wa huruma. Anasema ukinirudia mimi nitakurudia wewe. Yuko zaidi, anakuuliza uko wapi rafiki yangu? Nisikie dakika hizi, ni saa nzuri nakwambia, ni saa ya hukumu. Anasema baada ya kufa ni hukumu. Haijalishi una sura nzuri, watu wote wanakujua wa mtaa. Kama wewe ni binti una sura nzuri, unavutia, wanawake wengi wanakuja wanasema wewe ni mzuri, wanaume wengi wanakuja wanasema wewe ni mzuri. Haijalishi, nataka nikwambie, Mungu anauliza uko wapi. Haijalishi una vyote hivyo, kama uko sawa na Mungu, Mungu anakuuliza uko wapi. Sijaja kukuhukumu, nimekuja kukupa habari. Mungu anakupenda wewe dukani, Mungu anakupenda ulio nyuma ya maduka haya, Mungu anakupenda unaponisikia sauti, iwe ni kaskazini, kusini, mashariki. Mungu anakupenda wewe dereva wa Segerea mpaka ule Mnazi Mmoja. Mungu anakupenda wewe wa Muhimbili, Mungu anakupenda, anakuletea hizi habari, anakuambia uko wapi. Hata ukiendelea kufikiria habari ndio hiyo, anakuletea ya kwamba uko wapi. Ungegeuka tu sasa hivi, ungegeuka ukasema nitafanya dhambi mpaka lini? Nisikilize, yule mfalme akaendelea, uso umeharibika, uso umeharibika. Akasema ninataka nitie nchi nzima, ninataka kutubu, nimechoka kuumia, dhambi inatesa. Lakini wewe unaweza ukajihisi kwamba unaficha, ni furaha ya muda mfupi, lakini mateso ni makali, mateso ya muda mrefu. Nimekuletea habari hizi. Uko wapi rafiki? Uko wapi rafiki? Uko uliko siko, unakoelekea usiku wa leo siko, unajijua vizuri, umeshapanga miadi na mtu, unaelekea sehemu fulani, unajijua mwenyewe. Uko uliko siko, nakuletea habari hii ya kwamba mrudie baba. Akamwambia Adamu, umefanya nini tena? Anasema nimefanya dhambi. Adamu hakutaka kusubiri, akasema nimefanya dhambi, hata kama utanitenga lakini niwe na wewe. Adamu akasema yote, akasema yote, utaendelea kuficha dhambi mpaka lini? Nimekuja kwako kukusaidia na kukumbusha habari hii. Hii ni sauti ya Mungu aliye hai. Utaendelea kulewa mpaka lini? Leo kuna watu ambao wanafanya kinyume na makusudi ya Mungu. Umepewa mwili mzuri, unautumia vibaya. Uko kwenye ndoa, hauko kwenye ndoa, umekuwa muuni mpaka umepitiliza. Ukikutana na watu kanisani unaonekana ni mtakatifu. Ninakuletea habari, utaficha mpaka lini? Utaficha mpaka lini? Hiyo dhambi tubu, hiyo dhambi tubu. Segerea, tunakwambia haya maneno yamkini utayasikia au hutayasikia. Biblia inasema saa iliyokubalika katika kitabu cha Wakorintho ndiyo wakati huu. Kama unanisikia, rejea mara moja. Kama unatamani, sogea hapa tuombe pamoja. Tutakuwa na muda wa kuombea maduka yenu na biashara yenu, kwa sababu mmeturuhusu kwenye viwanja hivi. Tutaombea serikali ya mahali hapa, lakini sasa hivi umesikia sauti hizi. Yule mfalme akasema nimefanya dhambi, niliwaambia wenye ukoma waondoke, sasa uso wangu umeharibika. Alipofunua uso wake, wananchi wakakimbia, wakasema imekuaje? Akasema nilificha dhambi, nilificha hii ukoma ili usiharibu uso wangu, msihisi kama nimepata ukoma. Akasema nimeamua kutubu, ninaomba wananchi mnisamehe. Alikuwa na ukoma, aliuficha ukoma. Akasema nimechoka mimi, kila saa mateso. Kwa watu wasiojua, ukoma ukiweka maji unadondosha ngozi kama na usaha. Ni kitu cha ajabu. Kama hujawahi kupata hicho au ndugu yako hajawahi kupata, ningeomba ungefuatilia kwenye mitandao ya kijamii kwamba ukoma ni wa namna gani. Ninakuletea habari hizi ya kwamba fuatilia, ukoma ni mbaya. Ukampiga yule mfalme, akasema sasa nimekuja kutubu kwamba nina ukoma uso mzima. Leo nimechoka kuvaa maski, nimechoka kuendelea kutengeneza makeup. Mimi nimechoka. Dhambi ikikutesa, mwambie Mungu nimechoka, nimeteseka sana, nimeiba sana, sina hali yoyote, nimeiba sana, nimetawala sana, nimesema uongo sana, nimezini sana, nimefanya dhambi za aina zote. Mimi ninazijua, dhambi za juu za chini najua, dhambi za kona zote najua, dhambi ya kila namna hakuna nisiyoijua. Lakini nikisimama vizuri, naongea kwa sauti nzuri, nataka nikwambie uko wapi unaposikia maneno haya.
unaweza ukanyoosha mkono, unaweza ukanyoosha mkono. Ninakuomba na wewe ulio dukani, yamkini hawezi kufika, lakini kwetu panafikika, mahali ambapo pale Tabata shule pembeni ya kituo cha polisi, Tabata shule tu, kanisa liko pembeni barabarani, unaweza ukafika muda wowote. Lakini unayesikia sauti hii, nimekuletea habari njema ya kwamba Yesu anaokoa. Haijalishi dhambi imejaa sana, Yesu anaokea. Naomba nikwambie usiendelee kuficha, neema ya Bwana ipo, neema ya Bwana ipo. Saa ndio hii. Natamani ukiwa umesikia maneno haya, unataka umrudie Mungu, rudia maneno haya. Na wewe ulionyosha mkono, rudia maneno. Wote tunyoshe mkono, Segerea tunyoshe mkono, rudia maneno haya. Yesu anatupenda. Sema, hey Yesu, hey Yesu, mimi ni mwenye dhambi, mimi ni mwenye dhambi. Nimesikia maneno haya, sitafita tena dhambi tena, sitasema uongo tena, sitarudia dhambi hii. Ninakurudia Yesu, unipokee mimi nikiwa na dhambi ya ajabu iliyoshindikana. Yesu, kumbe unanipenda hivi. Yesu, kumbe unanipenda hivi. Nimeamua kukurudia. Uje ndani ya moyo wangu, uje ndani ya moyo wangu, utawale maisha yangu kuanzia leo. Haijalishi nimefanya dhambi ya kutosha, ninabadilika sasa. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Unaporudia maneno haya, ninataka nikuombe mtu mmoja wa Segerea. Najua muda unaendelea kukimbia. Rudia maneno haya. Nimeshaomba na wewe, lakini yaweza ukarudia ukaomba. Najua nimefanya dhambi sana. Ulioko kwenye gari, ulioko kwenye duka, mwambie Yesu, ninakuja kwako. Baba, ninakukabidhi watu wa Segerea. Wamesikia hii habari ya kwamba Yesu unawaita. Wako wapi? Walipo sipo, mahali wanapoenda wamebaki kutegemea nguvu za giza kwa waganga. Itakufikisha mpaka lini? Itawasaidia nini? Yesu, tunakuita Baba, washikilie yule mmoja ambaye amekupokea wewe. Endelea kumshikilia Baba, mfunike hata tuonane kwenye ibada zetu. Ninajua umesikia maneno haya, unaogopa rafiki yako. Nataka nikwambie, baada ya ibada hii, baada ya mambo haya tunayokuambia, tuko pale Tabata shule. Naomba utawahi mara moja, kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili tunapatikana. Mungu ni mwaminifu. Kaka yangu ulionyosha mkono, utaonana na huyo rafiki yako, hata kusaidia, hata kufuatilia.